zilizopigwa ni kura ni 530. Kwa hiyo theluthi mbili ya hiyo kura 530 inatakiwa wawe watu 353. Sasa matokeo ni kama ifuatavyo. Musa Onyango amepata kura 252 na mchungaji Charles Kuguru amepata kura 275. Kwa utaratibu wa mwongozo wa katiba yetu, kipengele ukurasa 27, hii nasoma ili kusudi tufike mwafaka vizuri. Katika katiba yetu ya toleo la 2011 sehemu inasema mkutano mkuu wa uchaguzi. Mkutano mkuu utakutana kila baada ya miaka 5 ili kuchagua viongozi wameorodheshwa pale. Sasa kuna vipengele. Kipengele C inasema viongozi watachaguliwa kwa theluthi mbili za kura za siri za kuandika za wajumbe wote wa mkutano mkuu wa uchaguzi. Endapo taratibu wa kifungu C umeshindikana mara 3 mfululizo, basi kura ya zaidi ya nusu za wajumbe wote zitahitajika ili kupitisha maamuzi. Endapo utaratibu wa kifungu C na D kama mteridhia hapo juu utashindikana, basi mwenyekiti atapiga kura yake. Sasa nataka niwaulize wajumbe, kulingana na kura zilivyo hapa, tunapaswa turudie mara 3. Ngoja mnisikilize, tunapaswa turudie mara 3. Vinginevyo, kama ninyi wenyewe wajumbe mtaridhia, mimi msimamizi wa uchaguzi niko radhi kuridhia kile mtakachokiamua. Sasa niwaulize wajumbe, mnataka turudie mara 3 tena? Wangapi wanasema turudie? Ngoja, wangapi wanasema turudie? Nyosha mkono. Mtulie tafadhali. Sisi tumekuja kusimamia, ndio maana tunasoma hiki. Vinginevyo tungetoa maamuzi. Kwa hiyo mtulie, mnisikilize. Na tumeomba. Hapa nimewasomea jinsi ambavyo maelekezo yanasema viongozi watachaguliwa kwa theluthi mbili za kura za siri za kuandika za wajumbe wote wa mkutano mkuu wa uchaguzi. Endapo taratibu wa C umeshindikana mara 3 mfululizo. Tumefanya mara ya kwanza, tumeingia mara ya pili, sawa? Tunatakiwa kama mnaridhia tufanye mara ya 3, ni ninyi wenyewe. Sasa ndio nauliza, wajumbe wangapi wanataka turudie mara ya 3? Mtulie, tuhesabu kura tafadhali. Nyosha. Mshushe. Wangapi wanasema tusirudie? Nyinyi mnyamazi, sasa hilo ni la kwetu. Come, my panel. Na mikono yenu, na mimi na wenzangu kwa niaba ya baba askofu mkuu tumeamua tufuate katiba, tugawe kura tena. Hakuna cha kushangilia, gawa kura tena. Andika jina moja kati ya Kuguru na Onyango. Watumishi wa Mungu kama askofu Daudi Mwakipesile wamesimama katika kweli. Watumishi wa Mungu kama askofu George Kecha wamesimama katika kweli.
Bwana Yesu asifiwe. Naomba wajumbe wote waingie ndani. 241 na mchungaji Musa Onyango amepata kura 287. Sasa bado theluthi mbili haijafikiwa, lakini katiba inatuelekeza, inasema hivi: endapo taratibu wa kifungu C umeshindikana mara 3 mfululizo, basi kura ya zaidi ya nusu za wajumbe wote zitahitajika ili kupitisha maamuzi. Na mimi pamoja na wenzangu wa kamati kuu, kura inasema basi kura ya zaidi ya nusu za wajumbe wote zitahitajika ili kupitisha maamuzi. Kwa maana hiyo tuna wapiga kura 528. Nusu ya hiyo 528 ni kura 264. Kwa msimamo huo, namtangaza rasmi mchungaji Musa Onyango kama mtunza hazina wa kanda hii ya Ziwa Mashariki. Huu ndio utaratibu ambao tunapaswa kufuata. Kwa maana hiyo, kwa niaba, naenda haraka sana au nisikilizeni. Kwa maana hiyo, mimi na wenzangu tumetumia utaratibu wa kufanya maamuzi kwa kipengele cha kutumia nusu ya wapiga kura wote, na tumesema wajumbe wote waliopiga kura ni 528. Kwa hiyo nusu ya wapiga kura wote inatakiwa 264, na huyo amepata 287. Kwa hiyo ninamtangaza rasmi Musa Onyango kama mweka hazina wa kanda hii ya Ziwa Mashariki. Naomba tusimame wote, mnisikilize. Mtulie basi. Naomba tusimame wote, tutaenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya huu uchaguzi, alafu tutatulia, tulete jambo la mwisho. Viongozi wapya waliochaguliwa tutawaombea baada ya hilo jambo la mwisho ambalo ni la muhimu kufanyika. Tuko pamoja watumishi wa Mungu. Kwa hiyo wakati huu, hebu tumshukuru Mungu kwa moyo kwa kutupatia viongozi wapya wa kanda hii. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakupa sifa na shukrani, ninakupa utukufu na enzi kwa kazi njema ambayo Bwana umeifanya. Asante kutupatia viongozi wapya wa kanda hii ya Ziwa Mashariki. Asante kwa sababu wewe umekuwa